بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. Tunaendelea na kipengele ambacho jana tulibakisha, ikiwa ni sehemu ya saa kwa ndugu ambao anataraji kuondoka mazingira haya kwa masiku kadhaa yajayo, lakini pia maslaha hizi zinajitosheleza hata kwa wale ambao wanataka na hata sisi wenyewe pia, kwa sababu kawaida maneno ambayo yanazungumzwa kwa malengo ya kujaziana imani hayatupwi, hata ukayatoa kumkusudia fulani, bali yeyote ambaye anayasikia anakuwa ni mwenye kunufaika nayo. Kwa hiyo jana tukazungumzia adabu za kumteua rafiki na tukaangalia yale ambayo Sheikh alikuwa ametunasihi. Kwanza alianza na kueleza kwamba rafiki au ndugu au udugu hauanzishwi isipokuwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeyote anayetaka kumfanya mtu kuwa ni rafiki yake, basi azingatie msingi huu. Asifanye rafiki mtu kwa maslahi ya kidunia, labda kwa sababu ya mali au kwa kulinda kitu fulani, bali rafiki au urafiki au ndugu ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukaona katika faida zake miongoni mwa hadithi ambazo tulisoma, na akatueleza adabu za kumteua rafiki, akatutajia adabu 4 zilizowekwa katika mtiririko. Atuambia rafiki lazima awe ni mwenye akili, mchague mtu mwenye akili, na akiwa na akili basi iambatane hiyo akili na tabia njema, sababu anaweza akawa ni mwenye akili alafu tabia zake ni mbovu mbaya, pia hatoshi kwa ni rafiki. Lakini pamoja na kuwa na tabia njema, akawa na akili, akawa na tabia njema, pia awe ni taqiya, awe ni mcha Mungu anayemhofia Allah subhanahu wa ta'ala. Akatupa faida, akasema yeyote ambaye hamuogopi Allah hawezi kumwogopa asiyekuwa Allah. Lakini pia katika sifa ambazo alizieleza, rafiki aliye mzuri ni yule ambaye analazimiana na kitabu na sunna na yuko mbali na mambo ya bid'a. Na sifa hizi 4 alizielezea katika kisa ambacho alituelekeza Sheikh jana. Akatueleza kwamba zimefupishwa adabu hizi katika wasia ambao alikuwa anautoa mmoja katika waja wema akiwa anamuhusia mwanae. Na tulipoangalia katika wasia, basi tulipata na faida nyingi, kwa sababu alieleza zaidi ya adabu hizi 4 ambazo Sheikh alitangulia kuzitaja. Na leo insha Allah subhanahu wa ta'ala tutaendelea na kipengele cha huququl ukhuwati fillah, haki za ule udugu ulioumbwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kutambua kwamba kila mmoja katika urafiki ana haki zake, na kila rafiki anatakiwa ajue kwamba rafiki yake ana haki zipi ambazo anatakiwa kumpa akiwa anaishi naye, basi awe anaishi naye hali ya kuwa wanachunga hizo haki. Haki ya kwanza Sheikh anaeleza al-muwasat bil mali. Haki ya kwanza al-muwasat bil mali. Anasema al-muwasat maana yake ni al-muawana wal musaada, ni kusaidiana katika mali. Al-muwasat bil mali ni kusaidiana. Rafiki wanatakiwa kuwa katika hali ya kusaidiana. Wale ambao wamependana kwa ajili ya Allah, basi waishi katika hali
ya kusaidiana kimali. Anasema fayuasi kullu minhuma akhahu bimalihi in ihtaja ilayhi, wanasaidiana wote katika wao katika swala la mali pindi linapohitajika. Kwa hilo yani hilo jambo la kusaidiana kimali pindi litapohitajika, basi wanatakiwa kusaidiana katika kipengele hicho cha mali. Bihaithu yakunu dinaruhuma wa dirhamuhuma wahidan la farq bainahuma, la farqa bainahuma fihi. Hiyo katika hali ambayo dirham na dinar ya mmoja wapo hakuna utofauti kati yao, yani pesa ile ya mmoja katika marafiki hakuna utofauti kati yao. Kama ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kama ilipokelewa kutoka kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ataahu rajulun faqala, inda alipomwendea mtu akamwambia Abu Hurairah, inni uridu an uakhika fillah. Aliendewa na mtu Abu Hurairah akamwambia, mimi nataka nikufanye wewe kuwa ni ndugu yangu, nataka tuunge undugu baina yangu mimi na wewe. Akasema Abu Hurairah, atadri ma haqqul ukhuwa au atadri ma haqqul ikhai, unazifahamu haki za undugu? Sawa, unataka tuunge undugu, tuwe ndugu baina yangu mimi na wewe, tuwe marafiki, lakini je, unazijua haki? Yule mtu akasema, arifni, nieleze, nifahamishe hizo haki, sizijui. Akasema Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la takun haqqu bidinari wa dirhamik minni, usiwe wewe una haki zaidi katika dirhamu yako na dinari yako kuliko mimi. Yani wewe usiwe una haki zaidi kwenye fedha zako, yani usiwe una haki zaidi kwenye pesa yako wewe kuliko mimi. Akimaanisha kwamba wewe pesa uliyokuwa nayo wewe tuwe na haki nayo sawa. Mimi nikiwa na shida, basi pesa yako itumike kukidhi shida zangu. Yule mtu akasema, lam adrif hadhihi almanzila ba'd, sijafikia hiyo manzila bado. Hiyo nilikuwa nataka wewe rafiki yangu, lakini hiyo manzila kwamba ile yangu mimi ni sawa kwako wewe, hapana, hiyo sijafikia. Abu Hurairah akamwambia, fadhhab anni, asiondoka kwangu mimi, wewe si rafiki, hautaki bado kuwa ni ndugu yangu. Hapa tunajifunza kwamba kama tulivyozungumza jana, kwamba rafiki kwanza hatakiwi kuwa bakhili kwa mali zake, hatakiwi kuwa bakhili dhidi ya rafiki yake. Yani rafiki, tunapozungumzia swala la urafiki au ndugu, ni masuala ya mapenzi baina ya watu hao. Inawezekanaje mtu akamfanyia ubakhili anayempenda? Yani ni swala ambalo haliwezekani. Ukiona kuna ule ugumu wa kutoa kwa rafiki yako, basi bado hajafikia manzila ya mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Adabu ya pili anasema, ayakuna kullu minhuma auna li sahibihi, wawe wote kati yao wawe ni mwenye kusaidiana, kila mmoja kati ya hao awe ni mwenye kumsaidia rafiki yake. Yakdhi hajatahu wa yuqaddimuha ala nafsihi, awe ni mwenye kukidhi haja zake, yani kumsaidia kukidhi haja zake. Kukidhi haja tunaelewana, sio kwenda chooni, sawa? Maana kuna watu wa roho. Awe ni mwenye kumsaidia katika kukidhi haja zake, yale mahitaji yake, wasaidiane katika kuyatatua. Yatafaqadu ahwalahu kama yatafaqadu ahwala nafsihi wa yakthirahu ala nafsihi wa ala ahlihi wa auladihi. Anatakiwa kutanguliza hali za rafiki yake zile kama vile anapozitanguliza hali zake, yani kuzitilia ihtimamu katika kuzitatua.
na amwekee kuwa ni kipaumbele dhidi ya zaidi ya nafsi yake. Yani rafiki awekwe ndio kipaumbele katika kutatua changamoto zaidi ya nafsi yako. Umwangalie kwanza rafiki yako, lakini pia uangalie na ahli zake, watu wake wa familia yake wapoje, wa auladi na watoto wake wapoje, wako katika hali nzuri. Umeamka na shilingi 20,000 siku moja, familia yako ina afya njema, imekula na haina wasiwasi kuhusu chakula cha mchana na jioni. Asubuhi wameshiba, hakuna wasiwasi kuhusu mchana na jioni. Muulize ndugu yako, bwana huko kwako vipi? Au ndugu au watoto wako vipi hapo leo? Siku inapita. Tuelewana? Anasema yasalu anhu ba'da kulli thalathin, anamuulizia, awe ni mwenye kumuulizia yeye kila baada ya siku tatu. Kila baada ya siku tatu, zimegonga siku tatu hawajaonana, hawajapigiana simu, basi kila mmoja awe na hamasa ya kumtafuta mwenzake kumuuliza. Fa in kana maridhan ada, akiwa ni mwenye maradhi amtembelee. Wa in kana mashghulan aana, na akiwa ni mwenye kushughulishwa basi amsaidie kile ambacho kinamshughulisha. Wa in kana nasiyan takara, na akiwa ni mwenye kusahau basi amkumbushe. Hao ndio marafiki wanavyoishi. Rafiki hawezi kupitisha siku tatu hajamuona mwenzake, hajasalimiana naye, alafu akaishi kawaida wala asihisi chochote, bado hakuna mapenzi yake. Adabu ya tatu, haki ya tatu, anasema ayakufa anhu lisana illa bi khairi, au funge juu yake mdomo wake isipokuwa kwa khair. Asimtaje rafiki yake isipokuwa kwa khair, au zuie ulimi wake isipokuwa kwa khair. Fala yadhkur lahu aiban fi aibatihi au hudhurihi, fi ghaibatihi au hudhurihi, wala asizitaje zile aibu za rafiki yake katika ghaibati, katika hali ya kuwa yeye hayupo, au hudhuri, au yupo. Asiwe ni mwenye kuzisimulia aibu za rafiki yake, kwamba pamoja na kwamba ni rafiki anazijua changamoto zake, aibu zake, mapungufu yake, akawa ni mwenye kuzianika zile aibu mbele za watu, iwe yupo au hayupo. Katika haki za ndugu au ndugu ni kufichiana siri na kufichiana nini? Aibu. Anasema wala yastakshifa asrara, wala asiziweke wazi siri zake, wala yuhawila atatabua ila khabaya nafsihi, na wala asijaribu kuchunguza yale ambayo ni asili ya nafsi ya rafiki yake. Asijaribu kuyachunguza, asijaribu kuyachimbua yale ambayo yamejificha katika nafsi ya rafiki yake. Wa idha ra'ahu fi tariqihi bihajatin min hajat nafsihi, pinda atapomuona yupo katika njia anaelekea kutatua haja katika haja za nafsi yake, fala yufatihuhu fi dhikriha wala yuhawilu at-ta'arrufa ila masdariha au mauridiha. Akimwona ndugu yake yuko njiani anahangaika kutatua haja zake, basi wala asimfungulie mlango wa kutaka kuzitaja hizo haja anazoziendea. Katika adabu za urafiki au undugu, pale anapokuwa na changamoto ndugu yako, akiwa na jambo lolote ndugu yako, kama ameamua kulinyamazia, hajataka kukuambia, usimtengenezee mazingira ya kumlazimisha akwambie. Nyamaza. Kama yeye mwenyewe ameona hikma ni kunyamaza, anasikwambie, basi usimlazimishe akwambie, nyamaza. Na wala usifungue mlango kwamba lazima ujue. Kama amekutaka msaada, umsaidie, lakini hajakubainishia kwamba kitu chenyewe hasa kinachomkabili ni nini, wanaye. Sababu ni rafiki yako, ni ndugu yako, na unamwamini kwamba ni mtu wa kheri, wanaye.
aliyakuwa ukimdania kheri kwamba hilo alilokuwa nalo na hili linalomsaidia basi ni katika kheri. Anasema yatalattafu fi amrihi bil ma'ruf, awe naye kwa upole juu ya jambo lake, wawe ni wenye kusaidiana, anakuwa mpole katika kumwamrisha mema, anakuwa naye katika hali ya upole. Yatalattafu fi amrihi bil ma'ruf, anamfanyia upole katika kumwamrisha kwake mambo mema, amwamrishe kwa upole na kwa wema, asiyo kukaribiana eti kwa sababu mmezoeana. Au nahyihi 'anil munkar, au pale anapomkataza kuhusiana na mambo maovu basi amkataze kwa upole. La yumarihi fil kalami wala yujadiluhu bihaqqi au bibatil, wala asimfazie sauti, wala wasiwe ni watu wa kuzozana katika maneno, na wala wasiwe ni wenye kubishana kwenye haki au kwenye batili, wasiwe ni wenye kubishana. Haki ya nne anasema ayyu'tiyahu min lisanihi ma yuhibbuhu minhu, amtolee katika ulimi wake yale ambayo anayapenda ndugu yake, amtolee maneno yaliyo mazuri yanayompendeza ndugu yake. Ikiwa ndugu yako uko naye, maana yake ikiwa mmezoeana, utajua kwamba ndugu yangu kuna baadhi ya maneno kuambiwa hapendi, jichunge nayo, usiwe katika hali na mazingira ya kuwa unamchukiza rafiki yako au ndugu yako kila wakati. Anasema fayad'uhu biahabbi asma'ihi ilayhi, na amuite yale majina ambayo anayapenda. Marafiki hawahitaji majina mabaya, amuite kwa yale majina ambayo rafiki yake anayapenda au ndugu yake anayapenda. Sio ndugu yako ana kichogo, wewe chogo, haipendezi. Kama hapendi basi hata kuitana hali ya bonge, kuna wengine hawapendi. Au watu wafupi kumuita kwa jina la kumdhihaki kwa hali yake short, haipendezi. Muite kwa yale majina mazuri ambayo anayapenda. Kama kajichagulia lakabu fulani aitwe kwayo basi ni vizuri, au kunia basi muite kwa kunia, kwa yale majina ambayo anayapenda. Wayadhkuruhu bil khair fil ghaibiyya, na amtaje kwa khairi hali ya kuwa yeye hayupo, wal hudhur, yeye nimejirudia, amtaje kwa khairi hali ya kuwa yuko mbali naye au yuko karibu naye. Wayuballighuhu thanaa an-nas alayhi, na amfikishie sifa za watu juu yake. Kama kukutana na watu wakamsifia rafiki yake, zile sifa asizichukulie nyodo akazificha, amfikishie kwamba bwana, nimekutana na watu fulani, mashaallah, wanakusifu kuhusu jambo fulani, wewe ni katika mambo ya kheri, anasifiwa katika mambo ya kheri, basi amfikishie zile sifa ambazo watu wanazitaja juu yake. Lakini pia anasema la yastarsil fi nushihi fayuqliqahu, wala asimtilie uzito katika kumnasihi akamfikisha katika hali ya kumchukiza. Ndugu yako akiwa na jambo ambalo wewe kwako unaliona halipendezi, ima ni katika dini au katika maisha yenu ya kawaida, usimnasihi katika hali ya kumkwaza, yani usimlazimishe katika nasaha, usimlazimishe, au kampa maneno ambayo anafika hatua akawa anakwazika. Usizidishe kwenye nasaha au kwenye ushauri, usizidishe. Kwa unaongea sana, unaongea mifano isiyoisha na maneno makali, usiwe hivyo. Na anasema wala yunsahu amama an-nas, na wala usimnasihi mbele ya watu, fayafdahu, ukamfedhesha,
usimnasihi mbele za watu ukamfedhesha. Kama qala al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kama anaeleza al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, anasema man wa'adha akhahu sirran, yule ambaye atampa mauidha rafiki yake kwa siri, mwenye kumnasihi rafiki yake kwa siri, faqad nasahahu wa zana, basi yeye amemnasihi na amempamba. Tunaelewana? Na amemheshimisha. Basi yeye mwenye kumpa mauidha ndugu yake kwa siri, basi yeye amemnasihi na amemheshimisha. Wa man wa'adahu alaniya, na yule ambaye atampa mauidha, atamuaidhi yeye mbele za watu, faqad fadhahahu wa shana, basi yeye kwa kweli atakuwa amemfedhesha. Marafiki hawapeani mauidha au nasaha mbele za watu, sehemu za wazi, hawafanyiani. Marafiki wanakuwa ni kunasihiana kando. Unajua kwenye nasaha wakati mwingine moyo unachoma, kwamba mtu anakunasihi juu ya jambo ni kweli umelifanya, ulikosea, anakunasihi ni kweli, anakunasihi, lakini moyo unachoma. Yaani kwa mtu ambaye mwanadamu mwenye akili ya kawaida kabisa, ambaye umesalimika, moyo unachoma. Ukiona mtu anakupa nasaha, ni kweli umefanya madhambi, ni mtu wa madeni, rafiki yako anakuambia bwana achana na hizo hali si nzuri, alafu wala haumii katika hiyo, kwamba lakini kweli wewe moyo wako umepinda kiasi kikubwa sana. Lakini yule ambaye anajiuliza, nafsi yake inajilaumu baada ya madhambi, akinasihiwa na hali inakuja, moyo unachoma. Sasa ile hali ikiwa ndio umenasihiwa mbele za watu, ni kama vile umefedheshwa.